Kingpin mkubwa sana jijini New York katika mji wa Brooklyn ana mpango wa kutengeneza collider ambayo ni time travel device itayomruhusu aweze kwenda katika wakati wa mbele ama kurudi katika wakati wa nyuma zaidi. Lengo lake ni kwenda ifuata na kuiokoa familia yake iliyopoteza kwa sababu za kijinga sana. Sasa shida ni moja tu. Hiyo collider ikiwashwa tu inaingiliana na dimensions zingine na kusababisha majengo, vitu na watu kutoka dimensions zingine kuingia katika wakati wa sasa wa New York ya sasa hivi. Sasa kazi iko juu ya wadogo mtu wa Miles Morales kumsimamisha. Na yeye sio kwamba na experience, ni siku tu tangu ang'atwe na radioactive spider aliyemfanya aishie kuwa na nguvu za Spider-Man, na tayari kisanga kiko mkononi mwake. Na Peter Parker ambaye ndiye Spider-Man ametoka kumzika mwenyewe kwa mikono yake juzi tu na kuiacha mission nzima mikononi mwake. Na hivyo hawezi kuiacha, maana aliweka promise kwa Peter Parker kabla hajafa kwamba atapambania kombi na kuhakikisha kwamba jambo linakaa sawa kabisa. Karibu sana, mie naitwa Winani, hii ni Winani Animations. Sasa Miles Morales ni kijana tu katika jiji la New York, na yeye ni mtu ambaye ana struggle sana kuishi katika expectations ambazo mzee yuko nazo. Yani yeye anatamani kufanya vitu vingi, lakini mzee anatamani sana pia awe na kitu ambacho yeye mwenyewe pia anakitaka. Huyo mzee wake ni police officer anaitwa Jefferson Davis, ambaye pia anaona kama Spider-Man ama mtu ambaye anajiita Spider-Man kwa kama mfano ambaye hana akili vizuri. Yani mambo mengi hapo New York haendi sawa kwa sababu jamaa ambaye anajiita Spider-Man. Lakini uncle wa Miles anaitwa Aaron akaamua mchukue family katika moja ya subway station kwa ajili ya kupaint mle ndani kama namna ya kumfanya tu aweze kuwa na furaha ama yale mawazo basi aweze kuondoa. Kule Miles akaisha kung'atwa na Spider ambaye mwanzoni akamchukulia kawaida tu, lakini yeye ushanga kama amempa abilities za kuwa kama Spider-Man. Kwa hiyo akaamua siku ya pili yake arejee katika station ile iliweze kuangalia kwamba hivi ni nini hasa ambacho kilikuwepo kule. Kufika kule akagundua kwamba kumbe kuna collider ambayo inatengenezwa na Kingpin ambaye ana mpango wa kwenda kuchukua familia yake ambayo ilipotea miaka zamani kwa sababu ya ajali ambayo alikuwa amesababisha yeye. Lakini yeye anamlaumu Peter Parker kwa jinsi ambavyo familia yake ilipata hiyo ajali. Hasa wakati Peter ambaye ni Spider-Man alipokuwa akijaribu kushout down hiyo collider, akawa anapambana na Kingpin pamoja na enforcers wake, ama ni watu ambao ndio walikuwa sasa yani unapambana nao ili kukutana na bosi mwenyewe. Mmoja alikuwa ni Green Goblin na mwingine alikuwa ni Prowler, ambao walishia kumchapa vibaya sana huyo Peter Parker. Hasa alipoona kwamba amezidiwa, akaamua mpe dogo Flash ambaye kwamba hii hapo ukiweka pale itaweza kusabotage hiyo collider alafu iweze kuharibika. Akamuona kwamba hiyo mashine kama hatofanya juu chini kuiharibu, basi ikija kuwa reactivated itafanya mambo mabaya sana katika mji wa New York. Na baada hapo akamuona Kingpin akimua vibaya sana Peter Parker. Kwa hiyo Miles kwa sababu ya kuogopa akaamua kukimbia tu, na alipokimbia akaanza kuona habari na matangazo yakisema kwamba Peter Parker amefariki dunia, na watu wakaanza kumlilia sana na kupata majonzi kwamba Peter amefariki dunia. Kwa hiyo Miles akaamua kama vipi aendeleze legacy ambayo jamaa alikuwa ameiacha, na hiyo ilikuwa ni ile ya Spider-Man. Hapo moja ya vitu vya kufanya ilikuwa ni kuivunja ile collider, lakini kwa bahati mbaya akaisha kuharibu ile drive ama ile flash ambayo ilikuwa ina virus ya kuweza kuharibu ile collider. Akiwa katika ile kaburi lake sasa hana matumaini kabisa, akaisha kukutana na Peter Parker mwingine kutoka katika dimension nyingine. Kwa hiyo alipokutana na Spider-Man wakaamua kuingia katika sehemu inaitwa Alchemax. Hapo kuna data nzima ambazo kwenye ile flash drive ndo zinahitajika ili ziweze kufanya haya mambo ya virus yatokee, then ile collider iweze kuvunjika. Sasa walipokuwa kule wakakutana na daktari mmoja anaitwa Olivia Octavius ambaye akawakuta hao wawili. Hapo Miles Morales akagundua kwamba Peter Parker sio muda anaweza kauza kwa sababu ya zile selula zake kutofanya kazi vizuri katika dimension hii. Kwa hiyo Octavius akaamua kwanza kufukuza Miles pamoja na Peter ili aweze kuwaua. Hasa kufukuzana huko kukawafanya waishi katika moja ya msitu hapo karibu. Lakini ghafla wale wawili wakawa saved na Gwen Stacy ambaye ni Spider-Woman kutoka katika dimension nyingine pia. Kwa hiyo baada ya hiyo defeat, Octavius akaamua tu basi aweze kurudi zake katika barabara tu kwanza. Kufika kule akamkuta yule Kingpin ana hasira balaa, lakini anamwambia kwamba usijali, kuwakamata au na kuwaua ni jambo rahisi sana hata kama sio leo. Alafu baada hapo hiyo familia yako utareunite nao tena, wala sio shida. Kwa hiyo wale Spider-Man wakaamua moja kwa moja aende kwa Aunt May ambaye yeye alikuwa ni aunti yake Peter Parker. Na kufika kule wakuta kwamba kumbe kuna Spider-Man wengine tena wapo pale. Kuna mmoja anaitwa Spider-Man Noir ambaye movie yake pia of course ile original toka juzi tu hapa. Kuna Penny Parker, Spider-Ham ambao nao pia wanatoka katika dimensions zingine wameingia katika dimension hii hapa.
Kwa hiyo Miles akamwambia msijali, tutahakikisha juu chini kwamba tunarudisha katika nyumba zenu. Lakini wanaambia kwamba eti experience yake ni sifuri kabisa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia. Hasa kati wale maspider wakati wanaendelea kubishana kuhusu hilo swala, Miles akawa amekata tamaa kabisa, lakini pia akawa very disappointed. Kwa hiyo akaamua kuwa invisible, alafu akaondoka zake katika hiyo apartment ambako walikuwa wamemuli. Kisha akaenda kwa uncle wake kwa sababu wage ndo mwenyewe anampa furaha. Lakini kwa sababu alikuwa na uwezo wa kushapeshift na kuwa mtu ambaye haonekani, akashanguja kuona kumbe uncle wake ndo Prowler ambaye anafanya kazi kwa ajili ya Kingpin. Wakati hapo Uncle alisema kwamba ameenda nje ya mji kwa siku kadhaa. Kwa hiyo atarejea siku ambayo sio leo. Ndio maana akashangaa kwamba kwa nini mtu anaingia katika nyumba hiyo. Baada ya kuona hivyo, akaamua kurudi tena katika ile nyumba ya paka kwa ajili ya kuweza kufanikisha ile masuala mengine. Kufika kule wakakuta kwamba ile drive mpya ambayo inabidi na virus ya kushutdown ile collider iko tayari. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa yuko followed na team ya Kingpin katika ile kukimbia. Kwa hiyo kwa namna hiyo tu wakagundua kwamba identity ya Spider-Man wote wako wapi. Na hapo ndio akaanza kumchamba vibaya. Sasa yule Prowler kuja kugundua kwamba huyu mtu ambaye anapigana naye ni nephew wake, akashindwa kabisa kumuua. Ikabidi aspare maisha yake kwa sababu dogo bado ni yangi, ana maisha mengi sana ya kuishi, plus damu ni nzito kuliko maji. Lakini alipofanya hivyo tu, yule Kingpin akampiga risasi ya mgongoni, na kwa namna hiyo jamaa kaishia kufa mikononi mwa Miles. Sasa Miles alipoona kwamba polisi wanakaribia, akaamua muache anko wake hapo, lakini amweke vizuri tu. Asa wakati anatoka, Jefferson ambaye ndo baba yake na Miles ambaye kimsingi ni kaka wa Aaron, akamwona Spider-Man mpya anaondoka. Kwa moja akapata hasira akijua kwamba Spider-Man mpya ndiye ambaye amemuua kaka yake. Alafu yeye Miles akaenda kukutana na wale Spider-Man wengine kwa ajili ya kufanikisha ile jambo ambalo liko mkononi mwao. Sasa Peter Parker alivyoona ile hali na nini, akahata kabisa kwamba Miles aweze kufariki, maana bado pia ni mdogo. Akasema jamani, mimi nimeamua kujisacrifice, basi hii drive nitaiweka mimi mwenyewe katika hii collider. Alafu Miles aendelee na shughuli zingine, tena nyinyi wengine mtaingia katika dimension zenu. Mimi nipo tayari kufuata hivyo. Katika muda wangu mimi nilikuwa hata sio mtu, nilikuwa sina jambo lolote la maana. Upande wa pili, Jefferson ambaye ndo babake na Miles akaamua baada ya kazi aende zake moja kwa moja paka kwenye dormitory ya Miles alipo. Miles yeye ni high scholar na anasoma katika shule ambayo ni ya Wayne. Kufika pale, gonga mlango, lakini Miles akana goma kabisa kufungua. Kwa akaamua tu apologize akiwa yuko nje. Alafu ambaye bana, nisamehe sana kwa kuwa nimeamua kama vile nikupressure, ni maisha ni ya kwako, lakini nimekuwekea propaganda za kwangu mimi. Kwa naomba unisamehe, lakini ninakuaminia katika lolote ambalo unatamani kulifanya. Miles kwa kuwa inspired na maneno ya babake, akaamua tu moja kwa moja aende paka kwa Aunt May. Alafu huko akatengeneza suti ya Spider-Man ya kwake yeye mwenyewe kwa help ya huyo aunti yake na Peter Parker. Na kutoka hapo akaenda kuwajoin wale Spider-Man wengine kwa ajili ya kuwaua watu wa Kingpin pamoja na Kingpin wenyewe, na kisha aweze kutumia ile drive kuwarudisha hao wengine nyumbani. Lakini mwisho wa siku, baada ya kuwatuma wale wengine, Kingpin akaisha kumzidi nguvu Miles. Hasa muda huo pia Jefferson akaingia katika ofisi, maana alikuwa amekuja kupata taarifa kwamba kuna vitu vinaendelea. Na Jefferson kumuona kwamba kwamba jamaa anapambana na watu ambao ni wabaya, ambao na sisi pia tunataka kuwaua. Unakuja kuwaza kwamba kumbe Spider-Man sio kichaa wala nini, ni mtu ambaye anajielewa tu. Kwa akaamua kumencourage pale bila mwenyewe kujua kabisa kwamba huyu ni mtoto wake. Na mwisho wa siku basi Miles akafanikiwa kumtupa huyo Kingpin katika switch ya collider ambako kasha chomeka flash, na kwa namna hiyo tu ilivyojisokomeza ikafanya kila kitu kiharibika katika ile collider na ikashia kupasuka tu. Kwa namna hiyo jiji la New York likaliko saved katika mikono ya Kingpin. Kwa timu yake nzima ikaiko arrested na Jefferson, baada pia jamaa kupata evidence kwamba Kingpin ndiye aliyemuua Aaron ambaye alikuwa ni kaka yake, lakini pia ndiye aliyemuua Spider-Man yule wa kwanza. Kwa basi baada ya hapo Miles ndo kama ameshapata uelekeo kwamba sasa maisha yake sasa hivi anataka yaweje, maana mwanzoni kama vile alikuwa jielewe na maisha yake. Lakini pia Gwen yule ambaye alikuwa ni mdada ambaye kashaanza kupendana na Miles, akampata namna ya kumcontact Miles kutoka katika ile dimension ambayo yeye yupo aweze kuongea na Miles katika dimension hii ambayo wapo. Na huo ndo mwisho wa recap ya animation ya Spider-Man in the Spider-Verse. Asante sana, mimi ni Nani. Until next time, ciao.